au ya kirafiki, kisha akapiga makofi mara 2. Mlango mkubwa wa dhahabu ulifunguliwa na kundi kubwa la manabii wa kifalme likaingia. Wengine walikuwa wameshika tambiko, wengine baragumu, wengine mikuki midogo ya alama za ibada. Wote walivaa mavazi meupe na mishono ya dhahabu. Walipoingia, walipiga magoti mbele ya mfalme na kupaza sauti kwa pamoja. Mfalme Ahabu, mtiifu kwa Bwana, nenda vitani. Bwana ametoa ushindi mikononi mwako. Mmoja wao, Sedekia mwana wa Kenaana, alikuwa maarufu zaidi. Alijulikana kama nabii wa kifalme, mfasaha, mwenye sauti kubwa na mwenye uwezo wa kuzungumza kwa maneno yanayogusa. Alikuwa ameshika pembe 2 za chuma alizozitengeneza kwa mikono yake, akapiga kelele, hivi ndivyo asemavyo Bwana, kwa pembe hizi utawasukuma Waamoni mpaka waangamie. Ukumbi mzima ulilipuka kwa vigelegele. Manabii walicheza, wakapuliza baragumu, wengine wakapiga makofi na kurukaruka, wakisema kwa sauti ya pamoja, nenda, mfalme, Mungu yuko pamoja nawe. Yehoshafati alikaa kimya, akitazama tamasha hilo. Ndani yake, roho yake ilihisi uzito usioelezeka. Kulikuwa na kelele, lakini hakuhisi uwepo wa Mungu. Alimgeukia Ahabu na kusema taratibu, je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ambaye tunaweza kumuuliza? Ahabu akakunja uso, akavuta pumzi ndefu. Yupo mtu mmoja, akasema kwa sauti ya hasira iliyojificha. Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia. Hanitolei unabii mwema. Kila mara ni maneno ya majonzi na mabaya kunihusu. Yehoshafati akamtazama, akasema kwa utulivu, mfalme, usiseme hivyo. Tumuite mtu huyo, tumsikie naye asemalo. Ahabu akawapa ishara walinzi wake 2 waliokuwa wamevaa mavazi